Bana inakuaje bana, niita Rais utanashati mkali wa pamba soko na hela toto la mama Pamela Lando, mambo yente toka serikali ya mtanashati kitongoji cha Masharo Bar, au sio bana? Unavyojua kila siku ya wiki, yani kila wiki lazima tukuletee Kizazi Mtaani interviews, na ilivyo kawaida yetu tunakuletea wageni kwenye show yetu, na hivi leo na mshikaji mwanangu hapa Kinyamwezi sana, mtoto yani tokea sehemu hizi za Kanairo, au sio bana? Bana ikwaje mwanangu? Fiti kabisa. Karibu kwenye show. Thank you for hosting me manze. Unaitwa nani kwa yule ambaye kujui pale nje, anaweza taka kujua, labda utuambie unaitwa nani, unafanya kipi leo hii hapo kwenye shughuli ya leo. Tunataka kuelewa sana mengi kuhusu. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Don, mimi ni rapper. Pia naweza imba. I shoot content manze, na do vitu mingi, ama football enthusiast. Na nimebambika tu kuja hapa kwa show yenu manze, nasikia fiti. Thanks for hosting me. Iko shwari kabisa mwanangu, unajua kila siku mlango za Mtanashati Empire ziko open to everyone, na sisi pia tunafurahia kufanya kazi na vijana ambao wanajituma. Hivi mwanangu nikuulize, umeniambia wewe ni rapper. Je, muziki wa rap umeanza kufanya lini? Kipi kinakuinspire sana wewe kufanya muziki wa rap, ama kile ambacho kinakufanya kila siku unasonga sana kufanya muziki wa rap? Naweza sema rap nimeanza kurap nikiwa mtoi. Nilianza kurap, the first song I wrote ilikuwa 2010 nikiwa class 7. Hiyo ni after nimeona ngoma fulani ya Meja inaitwa Landlord. So hiyo song ilini inspire sana. Nakumbuka nilikuwa na bro yangu, like tulikuwa tunapenda hiyo song, tulikuwa tunaiona like, so nikaanza tu kuandika lines chini, like I was doing it for fun. Ndio nika develop interest in music. So when I joined Form 1, like nilikuwa nafanyaga freestyle class huko nyuma. Ilikuwa tu experience fit, so nika develop interest in music. So nikaandika ngoma kadhaa. I was doing it for fun. Hadi nikienda church nilikuwa napendaga tu kurap. Like unajua ukianza kurap unaanzanga na gospel juu. Of course, yeah. Hiyo time unakuwa umeokoka yani, unaona? So like nilikuwa na rapping hadi Sunday school na dance. Like nilikuwa tu passionate about music since then. That's cool bro. So naweza taka kuuliza, labda kufikia sasa una wimbo zote nyimbo ambazo umerekodi hizi za hip hop, ama specifically kama kuna ngoma yote ambayo umerekodi so far so good? So far bado recording bado, but na hope juu nimekuja hapa Mtanashati Empire. Na najua these are recording label. Maybe naweza record 1 or 2 songs juu mimi na doing music for the love of music. Juu nasema kama una do for money au do for long, unaona? True. So I do too for passion, like mimi napenda tu music yani. Hadi naweza I can create a song and then I just rap na feel fit yani, ni a form of expression na check. So karibu Mtanashati. Unajua sisi siku zote tunalea vipaji bro. So kama una kipaji, after interview utachikiana pale kando na tuongea na manager, tuone kutakokuaje, tuone recording inaweza fanyika aje, video pia tuna offer hizo vitu zote. So usikiona na shaka, ukishafika hapo mfika home, au sio? Ningependa kuuliza, unajua siku nyingi bro, vijana ambao wanafanya rap music aswa sana, tukichukulia kama wakardinali kwa mfano, ni vijana ambao kwamba watu wengi wanakuwa na yani maudhui fulani kuwahusu watu ambao wanafanya muziki wa rap, wa hip hop most. So kuna hizi tetesi unasikia kwamba watu wa hip hop manze wenye kwenye drugs wanabobea sana. Wengine wanasema wao wanafanya drugs, wanauza drugs, lakini wanaingia kwenye muziki yani kuficha white, una understand? So wewe kibinafsi, kuna tetesi zote ambazo zishaitokea kwako kwamba mtoto wa kiume anafanya mambo ya kishauzi hivi, kuuza madawa hivi au? First of all, najua rap. One thing about rapping, like you sing what you've done, like there's something real about what you do in rap. Like awezi amkatu leo una rap uko na ndai, uko na kejabigi na una first thing una rap about your hood, place umetoka, vitu una do, lifestyle unaishi. So me personally, like kuna time mimi huandika song ku express what I'm going through, ama kitu na do, but about drugs sisema sana maybe. Mwanangu unakaa kingwa hivi au siwezi bonga sana juu ya ngwai, but naweza sema ni kitu tu naweza kama across kama youth yote huko nje. Ni kitu tu naweza kama across naweza tumia. Okay. I understand that. So naweza taka kuuliza, msanii ambaye anakuinspire sana wewe kufanya rap, una role model wako ni nani?
Mi role model wangu ni tangu nimeanza music inakuwaga tu Octopizzo. Why Octopizzo? Lakini kuna marapa ambao ni wanoma sana. Kuna Scam Cardinali, kuna mtu kama tukifika kule Tanzania kuna Young Lunya, tukirudi hapa Kenya kuna King Kaka, kuna Calligraph Jones, kuna Nyashinski, yani rapa wapo wengi. Why Octopizzo? Kitu inafanya Octo ni inspire ni vile ana move musically na vile ameweza ku give back to society. Like kuna kitu ka Octopizzo Foundation, unaona. Vitu tu you do like outside music zio inspire sana. Juu naweza sema apart from music Octo amedo vitu mingi hapo nje. Alafu napenda hiyo style yake, unajua nikiwa myang nilikuwa nasikia kitu ka hivyo unasikia like hiyo vibe yake ilikuwa gatu yani ni top tu yani. Though kuna wasanii pia mara wengine wanani inspire. Sisi sema ni Octo peke yake but tangu nikiwa mtoi I've been looking up to him like one ndo msamini inspire. Kikweli hiyo ni Kinyamwezi. Hivi kwenye mahusiano hivi? Kimapenzi maybe? Sijapata mtu but I'm still searching. Don Papichulo kan unaweza inbox hapo. Maybe tunaweza ongea. Mwanangu, na usharabara wako huu na Unyamwezi wote ushaikuwa kwenye mapenzi labda, ama ushaikuwa kwenye mapenzi labda ukapatana na unajua nimekuwa aswa sana interviews nimekuwa nazo na watu wengi. Ili swali mimi hupenda kuuliza. Je, ushaikuwa na mahusiano yakakuumiza? Yeah, nishaikuwa in love maybe. Mimi na believe in love inakujanga once. Na ikienda inakuwa imeenda so nishaikuwa na mtu nikapenda but kukahappen aje mwanangu? The game is the game, man. Hivi labda alikucheza au kilitokea kipi kafikia nyinyi kutokana? Si hata kuchezana tu. Unajua venye mapenzi inawezaisha, mnaweza pendana na mtu hadi mwache kupendana. Lakini nachoamini mwanangu, ukimpenda mtu moyo hauwezi kusudia kuacha mtu, unapenda kutoacha. Naamini hicho. Kama unampenda mtu utampenda kutoacha. Mbona wewe mapenzi yaishe kwa? Mimi na believe unaweza penda mse, like unaweza penda mtu lakini si lazima umuonyeshe unampenda. Wewe mpende tu na ubaki hivyo. Si ati umpende umuoe, like wewe mpende tu venye unapenda God, unaona? Na ujai lakini your partner yeye atafeel aje kwamba unampenda usipomuonyesha kwamba unampenda? Sababu wengi wanataka uonyesha actions kwamba unampenda. Kuna wale watoto wa kike wanapenda maybe yeye atataka kununuliwa maua. Siku moja ukija nyumbani unamwambia mke wangu nimetoka kazini, vipi umeshinda kivipi, mimi nakupenda. Ukiondoka bado unamwambia unampenda, akae vizuri, she has to take care of herself kwa niaba yako au kwa ajili yako. Ila kwako hilo ni gumzo wao. Mimi naweza sema tu love ni mental manze. Venye una express love si venye mse mwingine anaweza express love, unaona? That's why nimekuambia mimi nikikupenda naweza kupenda tu na nikupende, si lazima nikuje na nikwambie nakupenda. Si bora nakupenda na ni mapenzi. Hivyo tu. So Don, naweza taka kuuliza upande wa fashion wewe inakokwaje mwanangu? Anakuvalisha nani? Ama kama ni mtanashati ambaye ushachiki mwanangu pale akakuvalisha au inakokwaje? Mimi look yangu inakuwa inspired na Octo sana. But kuna wase wengi wanadunga fiti na napenda tu swag yao. Kwa watu local apart from Octo, nani anakuinspire sana upande wa mavazi pia? Sababu unajua ukiwa msanii kuna fashion fulani lazima kwenye mavazi pia uko unapendeza, sio? Na vile ninavyocheki yani look yako unaelewa unachokifanya kabisa, yani ushanielewa. Shukrani. Kuna mse pia ananispire anaitwa Jimmy Truth, like unaweza check out for like napenda vitu yeye udu pale, unaweza angalia pale IG mse anaitwa Jimmy Truth. Ni mseto anajua kuvaa yani. Hiyo ndio inspire pia apart from Octopizzo. Though kuna watu inspire pia, kuna venye unani inspire unacheki. Niko humble sana. Unajua mtanashati pia kwenye fashion hatukawi. True that. So Don, ningependa kuuliza swali jingine ambalo ni swali ambalo linahusiana na mambo ya serikali. Je, unajua kumekuwa na tetezi mingi sana, watu wengi wanalalamika kuhusu serikali. Kwako binafsi unahisi serikali ina mchango mkubwa katika makuzi ya vijana hapa nje kuwasaidia kwenye lengo la kutimiza ndoto zao, employment, kwenye masuala ya kutetea haki zao? Una feel kwamba tunatendewa haki au bado kiukweli kama tuko nyuma? Tuelezee kama tuko nyuma na what's your opinion kuhusu mambo ya siasa hapa? So far siwezi sema kuna kitu government do ku support my youth juu. As a country say. Lakini si tunaona nyumba zinajengwa, wanasema wanajenga nyumba affordable houses. Umeona hiyo nyumba? Sijafanya kuiona ila
Sijuzi nimeona Mukuru wamepatia watu makeja. But si watu wa huko, vijana walikuwa wanapatiwa do. Like ilikuwa tu scripted. Disclaimer, hayo ni maoni ya mwenzangu aliokuja kwa show na si maoni ya Mtanashati Empire Classics. Nisema gava imekuwa real to its supporters. Naweza sema tu gava, there's a big gap between governor na citizens wa Kenya hadi my youth, especially my youth. And that's why unaona kuna my youth walimadwa pale bunge last year. But so far hakuna mtu yote amechukuliwa hatua. There's a very big gap between the country of Kenya and other countries in terms of kidemokrasia. Unajua kama ingekuwa fair enough, wala wase walimadwa walikuwa, nakumbuka kuna time walikuwa wanasema ni wezi, sijui ni goons, but true. kulingana na BBC venye walifanya hiyo mambo yao, walifanya wali do investigation, wakapata wase walikuwa tu wanaenda job manze, si ati walikuwa watu wabaya ama nini. Kuna mmoja hadi alikuwa sijui civil engineer, something of the sort. Walikuwa tu civilians, like walikuwa wameshow up to express their feeling. Unaona? So ningependa kuuliza, labda vijana wanafaa kufanya kipi, au ni lengo lipi vijana wanafaa kuwa nalo ili haya maneno kuweze kuyakabili, ili yakitokea tena tuweze jua ni jinsi gani tunaweza tukajisaidia kama vijana? Okay, in short, yani unaweza elezea vijana wafanye kipi? Mimi naweza ambia tu any youth akapo nje, una believe country inaweza change in the near future. Inafaa tu kuwe vocal enough. Unacheki kama ni kuturn up, una turn up for voting, kitu kaa hiyo, like just make sure like ume leave a mark manze. Unajua the future of tomorrow ni sisi. Unaona? So like my youth wakuwa tu very very serious na mambo ya politics. Unajua hii nchi kidrown manze, inamaanisha hatuna country after sisi, watu wetu wataishiaje manze. So my youth wanafaa kujitokeza manze. Anything kama una feel uko oppressed, express yourself. There's a freedom of expression regardless. Though kuna risk manze, unajua sasa hivi venye Kenya iko manze. Lakini kama wewe ni youth na uko hapo nje, wewe ndio unaweza change country. Hakuna mse mwingine anaweza toka huko nje akuja change country. So it's up to you. Kama una feel uko oppressed na hii serikali ya sasa, unaweza jitokeza, speak up your mind manze. Swali jingine, ukapewa urais sahi, kipi cha kwanza unaweza taka kufanya? Ukawa tu rais, mtu yani wananchi waamue kwamba leo ni Don anaenda kuwa president wa Kenya, ni kipi cha kwanza wewe utataka kufanya? Naweza taka tu ikuwe fair country, like kila mtu ana live by the law, ana feel the freedom yetu tuliakaya through independence, like kila mtu tu afeel yuko oppressed by the government. Watu tu wakuwe happy. Okay. So haya ni maswali ya kizushi, I mean lazima tumuulize Don Papichula hapa kwenye show, ndo tuelewe pia vijana. Ukiwa pale nje unasikiza anavyotuambia kuhusu mambo ya serikali, so unakaa ange, yani unakaa mkao kula, yani unakaa kujijua na kuelewa ni kipi kinafaa kufanyika. So Don, saa hizi tumeshuhudia wasanii kadhaa katika haya maneno ya labels. Kwa mfano Mtanashati labda inaweza kubali ikakusign. Je, wewe binafsi una believe kwamba label inamsaidia msanii au inamkandamiza msanii? In some way naona label inasaidia. Unajua kuna watu wame rise through label. But at some point msanii akisha grow, unajua kuna design msanii anaweza outgrow hadi label. So mimi naona label it's good for a start maybe. Juu wasanii wengi wako underground huko chini. Naona ni dooms wa kuwa pull na the best place wanaweza kuwa pull to ni through a label, unacheki. So label inakuanga poa kama msanii. Kama msanii anaanza, label ina playing a bigger role, unacheki. But msanii akiendelea kuwa mkubwa, jina pia kuwa kubwa manze, anaweza move tu, sionagi shida. Tumeshuhudia, neza chukua example ya msanii anaitwa Mavokali kutoka Tizi. Huyu ni msanii ambaye kwamba hivi juzi nilivyokuwa
na peruse kwenye mitandao ya kijamii, nikaona ni msanii ambaye aliletewa deal ambayo ni poa sana na kampuni fulani ambayo sitaitaja kutoka majuu. Akawa ameahidiwa kwamba atachagua msanii yote wa majuu ambaye atataka kufanya naye collab. Ikatokea kwamba amesign contract ambazo hazijielewi, hakuelewa hizi contracts zilikuwa za nini. Wakati anabisha sana kuuliza kuhusu haki yake, akawa amepoteza mamilioni ya pesa. Zile platforms zenye alikuwa watu walikuwa na stream, fans walikuwa na stream ngoma zake kupitia, akawa amepoteza pesa nyingi sana. Kikweli ni jambo ambalo mimi kibinafsi, msanii huyo namjua ni msanii ambaye yani ana uwezo mkubwa wa kuandika ngoma, kufanya ngoma vizuri sana, ila imempelekea yeye sasa kufall into depression. Amekuwa depressed na ni msanii ambaye kwamba tunamtegemea sana East Africa. Je, wewe binafsi una believe kuna hizi label ni makosa yanatokea kwenye msanii kutoelewa mkataba, ama ni makosa inatokea wapi wewe kibinafsi? Sababu wewe ni msanii, unajua umeingia kwenye ulingo wa muziki na unaelewa vizuri kuna label ambazo zitaku approach zikwambia tunataka kusign. So what should people do? Kava nimesema tu, unajua label inakuanga the best kama msanii ajielewi. Juka umesema huyo Mavokali maybe alikuwa grow like imefika ile point like ashajijua. Unajua nayo ukishajijua the moment umeanza kuspeak what you know, hapo ndo shida inakuaga. Maybe akiingia hiyo label alikuwa young na kwa mature, but yeye ashakuwa mature like anajua this is wrong and this is right. So ukispeak up inakuwa ni issue like unatolewa hadi label, unanyang'anywa vitu zako. That's why nimesema label inakuanga the best kama msanii ni upcoming. Okay. Na anahitaji mtu wa kumshikilia, but the moment msanii amegrow label inakuanga ni ngumu. Yeah. Don nilipita sehemu fulani hivi nikasikia stories za kishuzi mwanangu. Gani hizo? Kaambiwa Don ana watoto karibia 10. Kweli? Na hadi nimesikia na wewe ja. Wallahi nimesikia tu na wewe. Bro, tuambie ukweli. Nikipata nitawaambia, lakini so far. Lakini though mwanangu hata nina evidence kwamba una watoto karibu 10. Ukweli? Ni kweli. Nasikia Don kule mtaani ashakuwa jogo. Bado jo. Mwanangu, unaamini kwenye kuvaa condom? Yeah, I believe. You sure? You should protect yourself as a youth out there. Shout out to every youth out there, manze. Kauna dinyana manze, vaa condom. Shwari, ni swali ambalo tunauliza kwa njia ambayo unaweza iona ni jokes, lakini there's something we are trying to put out there. So hiyo ni poa mwanangu, ila mwanangu na feel kuna kitu ambacho hujaweza kuniambia vizuri. Don, una mtoto? Ama basi tuseme hauna watoto? Mtoto nikipata nitawaambia, mtajua. Juu mimi sikuagi msemaisha private life sana. But nikipata mtajua tu. Trust me. That's cool. So una wasanii ambao unaamini ni wakali East Africa? 5 unitajie. Rapper sama generally. Nataka unipatie wasanii 5 wakali kwako wenye ni rapper, alafu msanii ambaye ni singer 5 pia unitajie. Na ijumlishe wasanii ambao wanatoka Tanzania, Kenya, Uganda katika kila category ninayokutajia. So acha nianzie home. Nitajie rapper 5 from Kenya. So far kuna uboy anaitwa Toxic, anafanya fiti sana. One of the baddest rapper from Eastlands. Kuna pia Ska. Kuna manzeni yao tu ndo mimi natambua la. Wako umtambui? Octone watenela. Kaka umuoni kama mnoma? Ako sawa, lakini mimi watu natambua tu ni Ska na Toxic so far. Yeah. Tanzania vipi? Tanzania nimemsikiza Nglunya pia na Simba. Anadu fiti sana. Singers naweza sema the baddest Bien Baraza, the best singer. I think one of the best singers so far East Africa. In East Africa, man. Naona hata Africa. Sioni kuna msee ana come close, na Africa, si hata East Africa. In Africa, worldwide manze, nimemwona. Bien. Kuna ni Bien tu manze. Siwezi sema mwingine but. Unaweza taka collab ya msanii upi na nani? Au wewe kibinafsi unataka collab na nani most? Mimi naweza sema ni Jibuild kwanza, ndo mambo ya collab maybe but ikitokea kwamba Mtanashati Empire imekusaina alafu inataka kupatia msanii utakayofanya collab naye, utachagua nani? Bien. Na kwenye rappers
Rapa naweza chagua Toxic. Lyrically. Yeah. Mgeto ule. Kabisa. Sababu wewe una ugeto si? Zizi. Una ugeto? Zizi. Mwanangu unakaa gangster hiyo. Zizi. Unajua watu wanajudging watu na appearance man. I'm a chill guy by the way. Wallahi. Hiyo ni shwari. Bana we, tumefika kikomo cha interview yetu. Before tupati shot ama tufanye nini wasemaje? Nataka uambie social media handles zako. YouTube unajiita nani? Kwenye social media wakufuate kivipi? Unaweza nipata Instagram @don_sr. Unaweza nipata pia pale TikTok @don_sr. Yeah, hizo ndo social media niko tu. Hadi Twitter unaweza nipata bado the same handles, yeah. Oh yeah. Bana mimi nishukuru kuja kwenye show. Ingawa tujakuwa na muda enough kufanya hii interview, lakini I believe next time tutafanya interview ambaye ni ya detailed most sana. So nashukuru sana kwa muda wako bro. Bana mi unajua ni nani? Ni rais wa Tanashati mkali wa pamba soko na hela toto la mama Pamela Lando, mambo yente toka serikali ya Mtanashati kitongoji cha Masharo Baro. Ni follow kwenye Facebook @SimoB_music, kwenye Instagram @SimoB_B_music, kwenye YouTube ni SimoB_music. Bana tukutane wakati mwingine. Kwenye kamera pale behind the scenes pale watu ambao muwaoni, kwenye lights pale kuna mwanangu Deno ameshikilia pale, big up sana bro. Mwanangu Jeff pale kwenye kamera. Tunakushukuru sana kwa muda wako bro. Until next time.